kutoka kama Dallas. Wacha tuanze. Kuzaliwa ukazaliwa which county? Nimezaliwa Kajiado County. Kajiado County. Mahali panaitwa Eldamat. Okay. Na nikaolewa Kajiado County, mahali panaitwa Dallas. In short tunaita Dallas lakini inaitwa Dalalekuto. Okay. Nimeolewa na Rev.John Bidaki. Yeah. Ambaye ni pastor na ni askari wa utawala. Okay. Na tumejaliwa na watoto 6. Whatever. Yeah. Ni administration police officer. Okay. Kule Kajiado. Yeah. Na sisi ni familia ambayo tumeokoka. Okay. Na kihuduma ninahudumu, nilisema hapo awali kwamba nahudumu na makanisa ya PEFA. Yeah. Pale Kajiado. Yeah. Masaini. Yeah. Hapo ndipo ninapohudumu. Ninafanya kazi ya uchungaji. Yeah. Mimi pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Ninaimba gospel, okay. Ninaimba nyimbo za Mungu. Nina album 6. Okay. Iko kwa YouTube. Okay. Najiita kwa YouTube Pastor Joyce Mumeita. Okay. Niko pia na ministry ya hapo ugeelezea vizuri. Nini yako inaitwaje? YouTube channel. YouTube channel, yeah. Inaitwa Pastor Joyce Mumeita. Okay. Mumeita ni Mumeita. Okay. Yes. So somebody can go there and subscribe. Yeah, mtu anaweza ingia YouTube. Niko pia na YouTube ingine channel ambaye ni organization. Ninafanya kazi ya kutetea haki ya mjane na watoto yatima kule Kajiado. Okay. Yeah, na tuko na website ambayo inaitwa Altalet. Inaitwa altaletgroup.com. Okay. So sawa sasa. Wewe ni mama umefalia debe nyingi. Yeah. Haya. You are a wife. Yes. You are a pastor. Reverend. A gospel artist. You are a mother. Nataka zote tusilist ili utuambie au unaweza kufanya zote pamoja aje. Okay, mimi ni wife, pastor, reverend, yeah, a gospel artist, yeah, a mother, and also a director of an organization. Director ambayo ina support orphans and widows. Okay. Yeah. Organization inaitwaje? Inaitwa Altalet Support Group. Okay. Yeah. Kuna ingine gospel musician. Na uliniambia kuna biashara investor. Unajua hizi ni zile uliniambia na ukaniambia you are a motivational speaker. Oh yes. Okay. You have told us you are a wife to Pastor who? Rev.John. Rev.John. Okay. And the church inaitwa PEFA Church. Yes. Which city or town? Kajiado. You are mother of 6. Yes. Kwetu hatuhesabu watoto. Haya, director organization inaitwa Altalet. Altalet it deals with orphans and widows. Yeah. Gospel musician. YouTube yako inaitwaje? Inaitwa Pastor Joyce Mumeita. Pastor Joyce Mumeita. Yeah. Haya. Kuna when investor wa biashara na motivational speaker. How do you kabla hatukuja utuambie how you manage all this? Unasema ulizaliwa tu mji wa Kajiado. Yeah. Wakati okay. Na umeokoka, kwa hivyo huwezi kuwa pastor kama hujaokoka. Nimeokoka. Okay. Ukiwa mdogo ulikuwa unataka kuwa nani? Tulikuwa tunaulizwa tunasema when you grow up you want to be what? Okay. What did you want to be when you grow up? Kwanza mimi nilitaka tu nikuwe mwimbaji. Kwa sababu tangia nilikuwa mtoto nilikuwa naimba. Okay. Na nilipenda sana kazi ya
ualimu na udaktari. Okay. Yes, nikiwa mtoto. Okay. Hiyo ndio kazi ambayo nilipenda. Okay. Na nilitaka sana pia kuwa mhubiri. In fact, nakumbuka hata kabla sijaokoka, nilikuwa nasemanga siku moja nitakuwa mhubiri. Yeah, na nashukuru Mungu mahali niko sasa hivi. Okay. Yeah. You are a preacher. Na unahubirianga hivyo, unajua unaongea ukiwa mpole. That's how you preach to your congregation. Ukinipatia nafasi nitatwanga injili kabisa. Utachemka. Kabisa. Huko kuna pulpit. Ukihubiri utahubiri kama umesimama. Tusikie ukichamka. Sasa, when did you meet with Christ? Wacha nitaanza historia yangu polepole. Endelea sasa. Niendelee. Yeah. Mimi nilisema kwamba nimeolewa. Yeah. Mimi ni mama, nimeolewa, nianzie hapo. Na kazi ya huduma nilianza 2007. Okay. Nilianza huduma 2007. Tuanzie hapo. Nilifanywa kuwa mchungaji na bishop wangu ambaye anaitwa Bishop Mbidake. Okay, kabla hujakuwa consecrated ama kuwa ordained, ulipatana na Kristo ukiwa na umri gani? Niliolewa kabla sijaokoka. Okay, kwa hivyo uliokoka ukiwa kasichana kadogo. Niliolewa kabla sijaokoka. Ulikuwa na how many years? Nilikuwa tu mtu mzima. Tulipatana na mume wangu yeye akiwa ametoka kwa training ya police. Na mimi nilikuwa nafanya kazi kwa idara ya elimu. Okay. Nilikuwa nafanya kwa ofisi ya ukiwa umeokoka? Sikuwa nimeokoka. Okay. But nilikuwa ninajua kanisa. Maana wazazi wangu walikuwa ulihubiriwa na mzee ukiwa ndio nataka kusema pole nipatie nafasi niseme. Okay, umeniuliza swali ya unajua nimekuuliza kwa hivyo kwa nini? Hawa wasikilizaji unawaona, unakujaga wanatuandikia wanasema kiali kuna kagap tumeona pahali. Sasa umeniuliza hiyo ya kuokoka, hata ni explain kuokoka kwangu. Okay. Nilipoolewa sikuwa nimeokoka. Yeah. Tulikutana na mzee akiwa yeye ametoka training college ya police. Akanipata, tukapatana na mimi nikiwa nafanya kazi kwa DC. Ilikuwa inaitwa kwa DC, lakini kwa idara ya elimu. Tulipopatana hakuna mwenye alikuwa ameokoka. Yeye alikuwa anaenda Catholic, lakini Catholic hajaokoka. Na mimi nilikuwa nilikuwa naenda AIC kwa sababu wazazi wangu ni wa AIC na hatukuwa tumeokoka. So nilipoolewa, maana niliolewa 1997. 97 ndio uliolewa? Okay. Nilipoolewa nikaolewa kwa familia ambayo wao wameokoka. Brother ya mume wangu ni bishop wa Pefa. So wakati niliolewa na familia ambayo wameokoka, watoto wa bishop wakanipeleka kanisa. Waliponipeleka kanisa mimi nikaokoka. Okay. Bishop wa hiyo church akaniombea wokovu, nikaokoka na nikakuwa serious katika njia ya Mungu. Okay. Nilipokuwa serious ndio sasa nikamleta mume wangu katika kanisa, na wote tukaokoka na tukaendelea katika njia ya wokovu. Okay. Hadi kafika wakati Mungu alikuja kutuinua kwa wachungaji. Yeah, hiyo ndio safari yangu ya wokovu. Sasa okay. Mkahudumu ada which ministry? Tulihudumu chini ya kanisa la Pefa. Na tumekaa kama washirika kwa miaka. Okay. Chini ya Bishop Mbidaki, kanisa la Pefa Kajiado. Okay. Ambaye iko mahali inaitwa Ministry of Works. Okay. Tukawa washirika kwa ile kanisa. Ili tumekuwa washirika kwa ile kanisa, mama wangu Mungu akamuinua akawa mchungaji. Okay. Nilipokuwa mchungaji, akapelekwa kanisa nyingine ambaye ni mbali kidogo na ile. Tukaondoka tukaenda wote. Na nikamsaidia kazi ya huduma. Nilipomsaidia kazi ya huduma, nikapata mzigo wa kwenda kusomea neno la Mungu. Nikaenda na mimi Bible College, nikasomea neno la Mungu. Bishop wangu akaona kuna huduma na ndi yangu pia. Akanimwagia mafuta. Nikawa mama wa kwanza Masai wakati hiyo kuwa mchungaji. Okay. Kwa hiyo Pefa yetu Kajiado. Nikawa mama wa kwanza 2007. Okay. Nikaekelewa mikono na mimi pia nikawa mchungaji. Tukaufanya huduma na mume wangu na baadaye pia nikatengwa nikaenda kanisa nyingine. Hiyo ndio ministry ambayo inaongozwa na Okida. Yes, bishop wetu anaitwa Okinda. Okay. Yes. Okay. Haya, sasa you are overseeing a church. Ukiwa na your husband. Sasa utakuja kuiba lini? Utakuja kufungua organization lini? Na haya mambo yote. Tumemaliza safari ya wokovu.
Tukuje safari ya uimbaji. Hiyo ndio ya pili. Tulimaliza ya wokovu. Tulimaliza ya ndoa. Tumeanza na ya ndoa. Tumemaliza ya ndoa. Tumemaliza ya wokovu. Nimeokoka. Tukakuja ya uchungaji. Na tukajua ukiwa mdogo ulikuwa unataka kuwa nini? Nikakuja ya uchungaji, vile nimekuwa mchungaji. Sasa twende katika uimbaji. Na ukimaliza uimbaji, tuambie, we want to know how a young girl of a Masai grew. Okay. Ukimaliza hiyo, alafu urudi utuambie how you grew up as a Masai girl. Okay. Uimbaji nilimba 2007 kutoa kanda. Ilikuwa challenge but nilitamani sana kuimba. Nilipotamani kuimba nikamshirikisha mume wangu kwamba niko na kipawa ya uimbaji na ninataka kuimba. Akaniunga mkono sana kwa sababu mtumishi wa Mungu mume wangu ananitianga moyo sana katika huduma. Akanisaidia nikatoa kanda yangu ya kwanza, nakumbuka ni hiyo 2007 ndio nilianza kuimba. Na sikusikika yenye nilianza kuimba. Nikangangana, Mungu akakuja akanisaidia baadaye na nikaja nikaimba wimbo ambaye ilinisaidia. Nikapenya na hiyo wimbo ndio ilinipa kibali kufika Marekani. Good. Hiyo wimbo uliimba na lugha ya mama au na lugha gani? Mimi huimba na lugha ya Kimasai. Hebu tuibie ile ilisababisha ufike hapa. Wimbo ambaye ilisababisha nikajulikana na watu wa Masai ambao wako hapa inaitwa matatu. Inamaanisha hivi kwamba matatu, kila mtu anapanda matatu na anaingia. Lakini mnapopanda matatu na kuingia kwa kusafiri, si kila mtu anakujua. Mnaingia tu mkisafiri lakini hamjuani. Katika ile safari ndio mtaanza kujua ulikuwa karibu na nani. Labda uko karibu na mtu ambaye ni jambazi. Safari kiendelea, nasikia kiambia watu laleni chini, kumbe ulikuwa unakaa karibu na jambazi. So hiyo wimbo ndio ilihit sana na ikanipatia kibali nikatafutwa na watu ambaye wako huko. Hebu iba stanza ya kwanza na chorus. Haya. Inasema hivi. Ore mataru imero lemejing haya kedingo subat nejingo logogong niriringa boge tiarwe matatri orenge ngasiai wasafiri boge ha haya ha haya. Hiyo ndio wimbo ambaye ilinipatia kibali sana. Sasa na Wamasai wa huko Amerika watakuja kujua hiyo wimbo aje? Wamasai wa Amerika wengi how did you get connected na Wamasai wale wako huko? Na nasikiaga wako na pande na huko spoken na Puyara. Walikuwa marafiki wamenisupport. Walikujuaje? Kujuana na Wamasai tulikuwa katika safari ya uimbaji. Tunaenda step by step. Safari yangu ya uimbaji ilikuwa ni hiyo. Nilipoanza kuimba ndio nikakuja kujulikana, ilikuwa 2015. Nikapata ndugu mmoja ambaye yuko Washington DC. Akaona hiyo wimbo yangu, akaona wimbo YouTube. Alipoona hiyo wimbo YouTube, akanitafuta Facebook. Anaitwa Noah. Akanitafuta Facebook. Aliponitafuta Facebook, akaniambia ninataka kukusponsor uimbe kanda ya 5. Na alinishika mkono, akanilipia kuimba kanda ingine ya 5. So hiyo wimbo ilienda sana na ilisababisha nikatafutwa na watu wengi sana na nikapata kibali hapa Marekani kupitia huo wimbo. But uimbaji nilianza kitambo. But wimbo wa 4 ndio ilikuja ikanipatia. Wimbo wa 3 kwanza ilihit sana kwa sababu nilikuwa nimeimba wimbo inasema Injogino simai diginjo mairorie oibeye ishunyolo silisili lebenina. Wimbo inamaanisha kwamba Bwana nibariki na mtoto ili mateso ya Penina yaishe. Nilikuwa ninaongelelea kuhusu vile mama anapitia mateso wakati ambapo hajafanikiwa kupata mtoto. Na hiyo pia ilipata kibali sana. Lakini hii ya 4 ndio ilikuja ikasababisha nikajulikana mpaka Marekani. So hiyo ndio safari yangu ya uimbaji. Sawa, sasa tunataka kwenda short break. Tukirudi uje utuelezee
hii debe zote, hizi title zote. How do you manage them? Kwa sababu mmoja inashidaga watu. Tumesikia hata mtu akona katoto kamoja kana mshida. Sasa wewe uko na watoto 6, uko na mzee, uko na ministry, uko na foundation, na pia utatuelezea kuhusu foundation. Na pia kwanza tukirudi tutajua how did you grow as a young Masai girl. Yeah, tunataka kukumbusha watu kama kuna app inaitwa Lemfi, na ukitaka kutuma pesa Kenya au kutumiwa na mtu kwa Kenya ama kulipa bills, you can use Lemfi, na ndio tutasikiza kidogo tu, then we will be back. I'm Kelly Prestige, and we have our guest Rev.Joyce Mumeita. Am I pronouncing it? Yeah. Unaongea Kikuyu. Ni hivyo, iko sawa. Kwa hivyo sijaongea Kikuyu. Okay, don't touch that dial. We are coming back with Rev.Joyce Mumeita. So I don't have an accent, eh? Okay. Iko sawa. Send and request money from your family, friends, and acquaintances with Lemfi. With Lemfi, you can send or receive money from anywhere in the world to parties with a phone number or a bank account on a zero transfer fee within minutes, including receiving money from Kenya. You can use paybill and TIN numbers to pay expenditure in Kenya using Lemfi. Every time you send $100, you'll enjoy $30 cashback across the world. Lemfi has the best rates, and you can't afford to miss on your phone via Play Store or App Store. Use Lemfi today, and when asked for referral code, write Prestige and you enjoy the bonus. Be global with Lemfi today and enjoy bonuses on every transaction. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific Waves. Okay, Lev. Yes, sir. Tell us how you grew. We want to understand how Masai girls grew up, eh? Najua tunaonanga tu watu na mashuka na nini. Can you tell us how you grew as a Masai girl, then tukuje kwa foundation? Masai, wasichana wa Kimasai, wacha niseme ya kwamba ni neema ya Mungu. Okay. Kwa sababu hapo zamani msichana hakuwa na haki. Yeah. Kwa kimila ya Kimasai. Mtoto msichana hakuwa na haki. Wakati tulikuwa tunakuwa wazazi wetu ama mababa zetu hawakutambua sana msichana. Walidhamini sana mtoto kijana. Yeah. Hawakudhamini msichana. Yeah. So katika akili ya msichana ama wasichana wengi, mtoto alikuwa anakuwa akijua ya kwamba hatasoma. Yeye ni mtu ambaye analelewa apeanwe aende aozwe kuwa mke wa mtu. So wakati anakuwa akijua ya kwamba kwa mawazo yake hatapata kusoma. Yeah. Atapeanwa tu kwa mzee aende aozwe kuwa mke wa mtu. Yeah. So naye mama mzazi kila ambaye anazungumzia mtoto anazungumzia tu kwamba hatakuja kuwa mke wa mtu. So huyu mwanaume ama mzee hana shughuli sana na msichana, lakini anakuonyesha tu kwamba wewe si wa hapa. Kila kitu itafanyika atafavor sana kijana, akimuonyesha yule mtoto msichana kwamba wewe si wa hii boma. Okay. Utakuja kwenda kwako. Yeah. Yeah. Na sasa imebadilika. Sasa wamepata haki yao. Tunamshukuru Mungu. Tumesikia umesema
hawakuwa na haki mbeleni. Lakini kwa sasa tunashukuru Mungu kwa sababu kanisa imebadilisha watu. Maana watu wengi sana wameingia kanisani. Na kanisa imeleta mabadiliko mengi sana. Watu wengi sana wamebadilika kupitia njia ya wokovu, njia ya kanisa. Watu waliposhika kanisa vizuri, watu wengi sana walibadilisha mila. Ya pili, kuna maorganization ama kuna wasichana wengi wa Masai wamesoma kwa wingi. Na waliposoma kwa njia ya kutetewa. Nafikiri unaelewa nikisema kutetewa. Kutetewa na serikali, kutetewa na NGOs na wakasoma, walirudi pale community kuja kutetea wenzao. Na imeleta faida kubwa sana kwa sababu wale waliosoma hapo awali, waliosomeshwa, walirudi kuja kutetea haki ya msichana na watoto wengi walianzisha. Nitambue mama moja anaitwa Nangurai, Mrs. Nangurai, ambaye alikuwa na shule ya wasichana pale Kajiado, na najua wasichana wengi sana wamesomea hiyo shule, AIC Girls Kajiado. Na hiyo shule ilileta faida kubwa sana Masaini, maana huyu mama alianzisha kutetea haki ya msichana. Anatetea kwa njia ya kiserikali na anawaleta wale wasichana ambao wameozwa kwa wingi, anawaweka ndani ya ile shule. Maana pia mimi nimesomea hiyo shule. Anawaweka ndani ya ile shule na wale wasichana wanasomeshwa kwa nguvu. Na wengi wa wale wasichana ambao wamepitia katika mikono ya yule mama ambaye anaitwa Madam Nangurai, AIC Girls Kajiado, hao wengi wao walijitokeza baadaye kwenda kutetea haki ya wasichana. Na hapo mtoto Masai ama mtoto msichana alikuja akapata haki, na watoto wengi sana wamesomeshwa na wamepata haki yao. Tulikuwa tunasikia mambo ya FGM. Bado iko Masaini? FGM kuisha Masaini, acha tu niseme ukweli kwamba ilikuwa ngumu kidogo. But is it illegal? Hapana, si haiko. Au kacha ya Masai? Kacha ya Masai, wacha tu niseme hapo awali ilikuwa ni lazima. Na mara mingi ilikuwa ni shuleni. Msichana akisikikana kwamba hajapitia hiyo tohara, wasichana wanakutenga. Unakuwa kwamba umetengwa, unadhaliliwa. So wengi walikuwa wanaogopa kudhaliliwa. Na wanaogopa kukosa marafiki. So hiyo ilikuwa inasukuma sana wengi kutaka hata wewe kujisikia kwamba hata mimi nimepitia hiyo. Hata mimi nimepitia hiyo njia. Na ilikaa sana hiyo tohara katika Masaini. But nashukuru Mungu kwa sababu kwa saa hii imepungua. Alafu hii wasichana wadogo walikuwa wanapelekwa kwa wazee, anaenda anaolewa hata hajamaliza shule, bado iko. Kwa saa hii imeisha. Serikali wameingililia sana. Niseme kwa saa hii serikali wameingililia kwa sana. Sijui kuna sehemu ambayo wanafanya wakijificha. Lakini serikali wameingililia sana. Na pia hao ambao nilikuambia wasichana waliosoma wameamka kwa wingi. Nashukuru kwa sababu wameamka kwa wingi kutetea haki ya msichana mwenzao. Sasa tunaona wewe ukakuwa vizuri na ukapata ndoa yako. Nataka uangalie ile kamera. Maybe kuna msichana na kuangalia. Naona mambo yamekuwa magumu, I cannot make it. Siku hizi nimesikia hatuna wife materials, ati ni tax collectors. Watu wa kulipisha ushuru. Sijui what you can talk to a young girl who is listening to you. Ningependa kuambia wasichana, watoto wangu kwamba ndoa ni maandiko. Na ndoa si mbaya. Ndoa inategemea na vile utachukua ndoa yako. Na njia kubwa ya kusaidia ndoa kusimama ni njia ya kiungu. Unapoingia kanisani na kuokoka na kukabidhi Mungu ndoa yako, hiyo ndoa itasimama. Wengi wanaogopa kuolewa kwa sababu ya vile wanaona maisha ama kusikia. Unajua wengine wanikusikia wanasikia. So Gen Z nimesikia wameniambia hivi wawili watatu, siku hizi hawaogopi mimba na hawaogopi pregnancy na hawaogopi ugonjwa, wanaogopa marriage. They don't fear pregnancy, they don't fear disease, they fear marriage. Wacha niseme hivi. Mawazo ya mwanadamu inategemea na vile kusikia ama
influence. Kwa sababu saa zingine unaweza pata marafiki. Na mimi nasemanga ukinipatia nyama nitakula nyama na nitupe mfupa. Kwa sababu kwa mafundisho mengi ama kwa maongeo mengi chukua ile kitu ambayo inakusaidia, lakini kile ambaye haikusaidii tupa, maana haina maana. So ningependa kuambia Gen Z ama wale watoto wananisikiza kwamba ndoa sio mbaya, lakini inategemea ushirikiano wako ama urafiki wako na wenzako na yale mambo ambayo mnazungumza. Kwa sababu mwingine anaweza pitia jambo ngumu na aone kwamba kila mtu dunia yote atafanya nini? Atapitia kile nimepitia. Wengine unasikia wakisema wanaume ni kama wote wamezaliwa na mama moja. Hata kuna wengine wanasema sisi ni mambo, hata wanaume ni mambo. Hapana, kwangu mimi ninaweza ambia na wengine wanasema they are walking animals. Naweza ambia wa Gen Z wale wananisikia kwamba ndoa si mbaya na hawa watu si wanyama, lakini inategemea vile kuna wimbo tunaipaka kwa Kikuyu utasikia, lakini si ya kanisa. Si inaelewa hiki memolio memolio sema harusi ni tamu. Ni tamu. So can you start here useme harusi ni tamu? Kabisa, nitasimama na niseme ni mzuri na ndoa ni nzuri. Can you stand on the rooftop encourage mtu aolewe? Kabisa, nitaambia. Unaweza simama space nito pale juu. Nitasimama na niseme olewa kabisa na uolewe kwa njia ya kiungu. Okay, sasa kabla hatuja kuja kwa organization. What are the challenges umekutana nazo as a wife and as a mother? Asante sana kwa hiyo swali. Nimepitia challenges mingi sana katika maisha. Mengi tu ambaye hata muda labda hauturuhusu kusema yale ambayo nimepitia. Nimepitia mengi sana kwa sababu mmoja mimi ni msichana wa Kimasai. Na mimi ni mama ambaye nimeolewa na nilitaka kujitokeza, sikutaka kuingia katika ile hali ya kufinyiliwa chini, kukosa sauti. Kwa sababu nilikuwa na mzigo. Nilikuwa na mzigo na nilikuwa na maono ambayo ningependa itimie. So ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mume wangu. Nimepitia challenges mingi sana kama mama. Na pili nimepitia kama mhuduma. Kwa sababu mara mingi kama mhuduma kuna kualikwa, kuna kuwa mke nyumbani, na saa zingine unaweza ona hata watu wanaelekea kwa mume wako kwamba kumwambia kwamba wewe ni Masai na Wamasai hawatawaliwi na wake. Usiruhusu mwanamke kutoka, usiruhusu mwanamke kuamka kufanya hivi na hivi. Lakini nashukuru Mungu kuolewa na mtumishi wa Mungu ambaye amesimama na mimi katika huduma yote na amenitia moyo katika safari yote. Kwa hivyo challenges katika ndoa ni mingi na challenges kama mama tunapitia mingi. Lakini usipokuwa na Mungu hautaweza. Challenges zitakuweza. Lakini ukiwa mwanamke ambaye anamjua Mungu na mwanamke wa magoti, mwanamke wa kumlilia Mungu wakati wowote na kumkabidhi Mungu mizigo, unaye Mungu mbinguni ambaye atakutetea na atasimama na wewe. Uliolewa 1987. Yes. Kwa hivyo umekuwa kwa ndoa 20 how many years? 25? Nimekaa sana ama 26 hapo. Nimesonga. Kuna siku ushaisikia kama hii kitu hivi imelichokesha naweza ondokea? Kuna wakati nilipitia. Kwa sababu nimeolewa na askari polisi na kuna transfer. Kuna wakati nilijifungua 2001. Msichana ambaye sasa amegraduate last year. Nilipojifungua nikiwa na siku 9. Mzee akapelekwa transfer Wajia huko kwa vita. Na nilibaki peke yangu na mtoto na mimi ni mshairi. Nilikuwa mshairi. So nilipitia sana tu. Kwa sababu lazima nichote maji, nijipikie na vitu kama hizo. Nilipitia mahali pazito pa uchungu kabisa. Unajua sasa hiyo shida si mzee, ni kazi, ni serikali. Ni serikali. Au ulikuwa na mblame kwa nini amekubali? Kwa mzee sitaki kumwekelea. Hapo iko sawa. Hapo mzee iko sawa. Unajua tuko kwa loud speaker kwa hivyo. Na najua nasikia. Na by the way hujamsalimia mzee. Sijakupea nafasi ya kumsalimia. Kwanza unajua hiyo ndio serikali kuu.
Hebu mwambie hai ili tuendelee. Hi, Rev. John Mbidaki, ambaye ni mzee wangu, ni baba wa watoto wangu, na ninamshukuru sana kwa sababu miaka yote zaidi ya 26 tulielekea 30 amekuwa akisimama. Umesimama na mimi, by the way, amesimama na mimi katika huduma yangu yote ya uimbaji, ya kikanisa na ya organization. Atakuja huku ili ni support. Mara mingi yeye ndiye ananilipianga ndege, by the way. Kila safari ambayo nakujaga hapa yeye ndio unilipianga ndege, na amenishika mkono sana katika huduma. Nafikiri hata ukiniona sina stress. Yeah. Sasa kuna tunasikianga watu wakisema kuhusu challenges za pastor's wife. Ati pastor's wife wako na challenges. Hata washirika wanasemaga sisi ni pastor tunajua. Unakuta washirika wanapenda pastor lakini they don't regard. Hiyo bibi ya pastor nzuri ambaye anazungumzia kila mahali. Hata kuna bibi ya pastor dada tu alikuja akabariki pastor na suit. Na suit. Kumbariki na suit. Sijui pastor hakuvaa hiyo suit tena. Kwa sababu ikipigwa pasi ilichomwa hapa mbele na koti kachomwa hapa. Haya, wacha niambie wasikilizaji. Nini na wasubuaga nyinyi pastor's wife? Wacha niseme hivi. Nataka kumwambia mshirika yeyote mwenye ananisikiliza asidhubutu kuleta suit. Hapana, hapo siko. Aletea baba yake wa kiroho sana. Lakini wacha niseme hivi, hakunanga dadi bila mami. Sijui kama umeisikia mahali kuna kuanga. Lakini wanasemaga pastor wewe. Sasa ndio nataka kurekebisha hapo kwamba hakuna dadi bila mami kuepo. Kama si mami hakungekuwa na huyu dadi. Hakungekuwa hata ile heshima hakungekuwa. Lakini huyu mami ndiye amesababisha kuwa na kuje heshima na huyu dadi apatikane. Na washirika wengi, ngoja niseme mtumishi, washirika wengi hutambua sana mchungaji na wanasahau mama. Na moyo wa huyu mama usononeka sana na upata uchungu sana, kwa sababu wakija hata kanisani unasikia tu mtu anasema nataka kumuona dad, natambua dad, nafanya nini dad. Lakini huyu mama wako wa kiroho umemchukua kivipi? Na hiyo mimi nataka kuambia watu ya kwamba si vizuri. Mimi kwangu mimi sishiriki kanisa na bonde na mume wangu, kwa hivyo sioni vitu mingi. Maana mume wangu yuko kanisa peke yake, ni reverend kanisa peke yake, na mimi ni reverend kanisa peke yangu. You don't minister in the same church? No, we don't minister in the same church. Ni kama hapo nilipotea. Atudumu kanisa moja, but tuko pefa wote. Mzee amefunguliwa hapo kanisa lake peke yake. Sete inaitwaje? Mahali panaitwa Kumpa. Yes. Which county? Kajiado tu. Kajiado. Yeah. Ni distance kama gani? 30 minutes from Kajiado town, I think. Na wewe? Na mimi naingia masaini ndani. Mimi niko bush kabisa. Uko na assistant pastor? Yes, niko na assistant pastor mwenye kwa kanisa saa hizi. Yes. Okay. Niko na assistant pastor, mimi ndio senior pastor. Okay. Wa kanisa letu. So sioni vitu vingine, but sina shida na watoto wangu wa kiroho. But mara mingi sana watoto wamama wengi wachungaji unyanyasika, ukosa hata afya. Kwa sababu unapomdharau yule mama, hata yule dadi saa zingine mara mingi anakuwa umegonganisha watu kwa nyumba, kwa sababu huyu pastor labda uenda kwa nyumba anakemea yule mama kwamba ulikuwa unaniangaliaje mpaka wewe unanivunjia kanisa. Na nani amesababisha? Yule mshirika. Kwa sababu unaona huyu ako juu sana ambaye ni baba yako ya kiroho, na kuna mtu ambaye anapikia huyo baba yako, kuna mtu anafulia yule baba yako nguo, kuna mtu ambaye anakaa na huyo mtu na anampa yule mzee jina na anampatia heshima. If you are a youth today, would you like to be married by a pastor? Yes. Kwa hivyo unaweza tu taka kuolewa na pastor? Okay. Sasa hiyo organization au kuna kitu unataka kuongezea? Hapo napenda sana ya pastor's wife. Napenda sana. Sasa ongeza. Napenda sana hiyo ya pastor's wife. Na waomba washirika, heshimuni sana wa mama. Vile unapenda baba yako ya kiroho, penda pia huyo mama na umheshimu na umjali. Kama unabarikingi baba ya kiroho, bariki pia mama. Kwa sababu hakuna ili baraka yako itimie, mheshimu pia ule mama. Usimwone kwamba huyu mama anavaa vaji, usimvalishe.
Haya, umesema kuvalishwa. Kuna mama na alikuwa anashikilia kanisa sana. Kanisa fulani. Ni kitu najua. Sasa kulikuwa na masishi. Akakuja, ako innocent, akaletea, akafalisha mama bibi ya pastor. Very smart. Lakini sijui wakati walitoka nini masishi, huu mama hajaifalia vaa hiyo nguo tena, na hata borake alikuwa ananiambia hajui ilipelekwa wapi. Sijui kama siwezi jua kwa sababu sasa unaona mshirika amekuja tu mama. Amefalisha bibi ya pastor nguo. Huyu ameenda kitu ilikuwa imeendelea masishi. Na wamekuja kwa nyumba. Tangu atoe hiyo nguo haja vaa tena, na bishop kwanza ni bibi ya bishop alikuwa ananiambia hakuwaiona hiyo nguo tena. Sasa hajui kama ilirudishwa kwa mto. Hapana, hapo labda kuna kingine kilikuwa. Kama gani? Hatuwezi jua, labda kuna kile kiliendelea. But mimi ile na insist ni watu. Na unajua ni mama anashikilia kanisa, mambo mengi. Na ameletea bibi ya pastor. Sasa zimetobia wavalishwe. Wapende tu. Mama sasa ni mama yako. Nguo, wanavaa mara moja alafu wanatupa. Hebu nikupe mfano moja, my brother. Mama yako anaweza kuwa akona kasoro mahali. Labda jicho moja si nzuri. Havagi vizuri ama ni mlemavu ama ni nini. Utaficha mama yako ama hapana? Sitamficha. So ni wanadamu pia na wana upungufu wao na wana udhaifu wao. Lakini nani anafaa kumficha uchi? Si ni yule mshirika? Yule mshirika ndiye anafaa kumficha yule mama uchi. Wacha nikwambie kwa sababu naongeaga na washirika. Wananiambiaga mnaweka block. Hamtaki pastor afikiwe. Hapana, sidhani. Mimi naongeaga na wao. Wananiambia kama hiyo iko maana sijui. Wenda ikao, unajua watu ni tofauti. Watu ni tofauti na sitetei wa mama sana. Unakuta service imeisha. Kuna mtu akona moyo tofauti. Service imeisha. Pastor ameitwa na mshirika kwa ofisi. Anataka kutoka, pastor anataka kukuona. Sasa mama si aite mama wamuone naye. Lakini sasa huyo ndiye pastor wake. Na mama ni pastor wake. Ndio, sasa mama ako pale nje na mtoto na watoto. Kwa sababu maybe wana share the same car na bwana. Sasa anakasirika. Ana shida akija kumsumbua. Unajua vile si pastor amuite mama wakuje wamuone huko, kwa nini amuone peke yake? Si ni after service? Haina shida. Amuone wakiwa wawili, mbona hakuna siri kati ya mama na mzee? Si ni wakanzo wote. Si bibi ya pastor ako nje na watoto, anangoja waende nyumbani. Oho. Sasa vile anashidaga kushida akituma watoto waitishe mzee funguo. Just interruption. Ati sasa hiyo broke ndio inasababisha hiyo vita. Siwezi tetea. Kama kuna shida ya aina hiyo, maana labda wako, unajua watu hawafanani na watu ni wanadamu. Tuwapeleke tu polepole maana ni wazazi wetu. Sasa hiyo organization yako nini ilikusukuma kuanza? It deals with orphans and widows. Yes. Tunajua Biblia inasema the true and undefiled religion acceptable before God our Father is visiting orphans and widows in their time of need. Maybe was it ilikuwa organization ya mtu mwingine ama ni wewe? What drove you kuanza organization kama hiyo? Niseme vizuri nipate time ya hiyo. Nilikuwa na mzigo tangia zamani sana. Okay. Ya kufikia wajane na watoto yatima kwetu. Na ilianza hivi. Kuna wakati nilikuwa Bible College. Okay. Zamani sana. I think ilikuwa 2008. Nikiwa Bible College, pakaja ka kijana, kalikuwa kanaitwa Njuguna. Hako ka kijana kalikuwa kanakuja break time. Hii Bible College ilikuwa na shule primary ndani. So kijana alikuwa anakuja bila viatu, amebeba kachakula. Penye hii mziko ya kuanzisha hii organization ilianzia. Akaja amebeba chakula. Anakuja naletea watoto wengine na anarudi. Nikamuona siku ya kwanza, siku ya pili nikasikia kitu imeniguza niongeleshe huyu mtoto. Nikamuendea nikamsalimia, nikamwambia unaitwa nani? Njuguna. Na mbona unakujanga unaleta chakula na unapeana darasani na unarudi?
Akaniambia mimi mama yangu alitoroka akatuacha tukiwa wadogo. Okay. Walikosana na baba yangu. Mama akatuacha tukiwa watoto wanne, watoto wanne na akatoroka. Baba yangu naye akaenda kukata makaa Masaini. Katia wa Masai makaa huko ndani. So tukabaki watoto wanne peke yetu. Nikataka kujua sana. Nikamuuliza, ilikuwa 2008. Nikamuuliza kwenu ni wapi? Kanipeleka kunionyesha kwao. Nikaambia mchungaji mmoja tulikuwa tunasoma na yeye, kanipeleka kunionyesha kwao. Nikamwambia huyu pastor, twende. Kuna mtoto nilimpata hapa alinionyesha kwao. Leo saa 9 tukitoka darasani, naomba twende tuone mahali hawa watoto wanaishi. Tukatoka na yule pastor alikuwa anaitwa Saini Bishop, anaitwa Bishop Anderson. Tukaenda na yeye. Kwenda tukapata watoto kwa nyumba ambayo ni room ndogo kuliko hii. Wameweka magunia chini na ni watoto wanne wanalala hapo chini. Nilisikia huruma sana. Wakaniambia hapo ndio wanaishi. Wazazi walitoroka, hawa watoto waliachwa peke yao. Nikaambia huyu mtumishi sisikii kuacha hawa watoto. Lakini nilikuwa shule. Tukatoka hapo na huyu pasta tukaenda tukanunua chakula, tukawapatia wale watoto chakula, wakakula. Friday ilipofika, nikaenda pale maana tulikuwa tunaenda nyumbani Friday. Nikachukua wale watoto, nikawapeleka kwangu nyumbani. Okay. Walikuwa watoto wanne. Mmoja kalikuwa kadogo sana, kalikula mchanga mpaka tumbo ikafura. Kapeleka hospitali. But kwa sababu nilikuwa najua sheria na mume wangu ni askari na najua sheria, aliniadvise the report kwa ofisi ya watoto kwamba niko na watoto nilichukua. Nilienda kwa ofisi ya watoto nikareport kwamba niko na watoto nimewapata. Walikuwa wanakaa hali 99. Kile kilinivunja moyo kidogo. Children's officer aliniambia nirudi kwa ile town. Nimuelezee chief wa hiyo area kwamba kuna watoto nimepata, aniandikie barua ili tuweze kupeleka wale watoto kwa children's home ili waweze kusaidika. Kile kilinivunja moyo kidogo wakati nilimwendea yule chief. Aliniuliza kwanza kama watoto ni wa Masai ama nini kama hizo. Kasikia kuvunjika moyo kiasi, but baadaye alirudi akaniandikia barua. Nikachukua wale watoto na yule children's officer, tukapeleka wale watoto children's home. Nikafuatilia hawa watoto mpaka Mungu akawabariki, sasa ni watu wazima. Okay. So kupitia hiyo nikapata mzigo wa kutaka kuwa na children's home yangu ili niweze kufikia watoto wengi. Ikawa ninaenda nikipata mtoto ambaye anahitaji. Kuna mtoto nilipata mwingine tu kijana kadogo, mama yake aliaga. Mama yake alipoaga, baba yake pia akamwacha. But huyo alikuwa jirani. Nikamchukua, sasa anafanya form 4. Lakini huyo amekuwa mtoto wangu kabisa. Nikaendelea hivyo, nilikuwa nachukua tu watoto. One day nikaongea na mzee. Nikamwambia ninataka kujenga children's home yangu. Mume wangu akanipatia eka 2 ya shamba. Akanikatia eka 2 ya shamba. Akanitolea title deed ambayo iko na jina yangu. Na akaniambia jenga hapa, ujijengee home yako. Na nashukuru Mungu kwa sababu kabla sijapata yangu, watoto wengi ambao nimekaa nao kwa nyumba, nikaanza kupata network. Nikakutana na Dedan Kimathi Foundation ambaye nafikiri unawajua. Dedan Kimathi ambaye wako Nyandarua. Nikapatana na dada wa hiyo foundation, wakanichukulia watoto wengi sana. Wakakaa hapo lakini anda mimi wanasomea pale. Nikaja nikapata wengine inaitwa na Ningoi huko kwetu tu na mengine mengi ambaye nilikuja nikapata home mingi. So nikipata watoto kwa sababu bado sijajenga yangu, ninapeleka kwa hizi homes, wanakaa wakiwa anda mimi lakini wanakaa huko na nawafuatilia na nawatafutia sponsorship. Nikuja hapa mahali ambayo hii organization ilianzia. Nilipoendelea hivyo nikaona ni register organization yangu. Na kabla sijaanza kuregister, nikaja nikashirikisha 2012. Nikashirikisha wadada wengine, mama anaitwa Phoebe Molel, Charity na wengine, nikawashirikisha kwamba niko na mzigo na nataka tuanzishe kwa njia ya maombi.
Tukaanza kwa njia ya maombi. Na tulipoanza kwa njia ya maombi, niseme story touching iko hapa. Tulipoanza kwa njia ya maombi, nikawaambia ya kwamba ninataka tuanzishe kwamba tunawafikia wajane moja tunawapatia Christmas. One day tukaenda mahali ambayo najua wengi wa Kajiado kama wananiangalia wataelewa history. Tukaja tukapata msichana mmoja mdogo sana. Ilikuwa wakati wa mchungaji kumpa penye mume wangu yuko. Tukaja tukapata mjane mmoja mdogo sana, nafikiri alikuwa miaka 22 hapo. Kasichana kadogo, mume wake alikufa. Mume wake alikuwa ni wale sand harvesters. Akaangukiwa na lori ya mchanga, huyo mzee akafa. Kaacha mjane na watoto wawili. Msichana mdogo tu alikuwa ameozwa kwa huyu mzee. So huyu mwanaume alipofariki akaacha huyu msichana. Msichana alikuwa anakuja kanisani kwetu. Hii hapo sasa ndio nilianzisha mambo ya widows. Hiyo nini ikaniguza. Story ya huyu msichana ikaniguza. Nikashirikisha wale wa mama, tukaenda tukamletea chakula, tukamsaidia. Nikaanza sasa kuregister organization kupitia hiyo, nikaita Alternate. Alternate inamaanisha strong tower. Nilipoanzisha hii organization, nikaanzisha program kanisani. Ambapo kila Disemba ninachangisha chakula kwa marafiki. Wewe unaniletea bundle ya unga, mwingine mchele, mwingine nini. Nina identify widows wenye wako ndani ya kanisa letu. Na ninaposema hivi, tunaelekea Christmas. Na labda kuna mtu ananiangalia hapa. Ningependa tu kukutia moyo ya kwamba mwisho wa mwaka huu shiriki Christmas yako na mjane. Hata kama ni mjane moja, shiriki Christmas yako na mjane. Nikaanzisha hiyo program. Nilipoanzisha hiyo program kanisani kwetu, nika-identify widows wenye tuko nao kanisani. Na nikaanza kutafuta chakula kwa marafiki. Na kabla Christmas tunawapatia early Christmas. Tunawapatia chakula, tunawapatia watoto yatima nguo, tunawalipia school fees through marafiki. Na hapo nikaanzisha hiyo organization na nikaregister kwa serikali, nikapata certificate. Ikaendelea kugrow. Na niseme hivi, Mungu ni mwaminifu sana. Ilipoendelea kugrow, nikaja nikakutana na mama moja ambaye anaitwa Edna Lenku. Maana ni vizuri sana unapoinuliwa, shukuru ama tambua wale watu ambaye walikushika mkono. Maana saa zingine Mungu anaweza kukuinua kupeleka mahali unasahau wale watu ambaye walikushika mkono kabla hujasikika ama kabla ukiwa chini. So natambua huyo mama sana. Huyu mama anaitwa Edna Lenku. Nikampata kwa hiyo njia kupitia tu kwa njia ya mtandao through kijana moja, mtoto wangu, maana ni mama yake ni nephew ya my husband. Anaitwa PK, anaitwa huko kwetu PK, but anaitwa Peter Kilonga. Huyo kijana akaniuza kimtandao, mimi sijui. Akafungua Facebook kwa jina langu na mimi sijui. Akawa na act kama mimi. Kila kitu ambaye ninafanya anapost, kila kitu ambaye ninafanya anapost na sijui. Watu wakaanza kunitafuta kutoka US, kutoka kila mahali. Kumbe kijana yeye anaendelea tu kuniuza na mimi sijui. So ikaendelea kugrow kwa hiyo njia. Nikapata huyu mama anaitwa Edna Lengu. Huyu mama anaitwa Edna Lengu sasa ndio mke wa governor wa Kajiado. Sasa kupitia huyu mama akawa daraja yangu. Kwa sababu huyu mama alikuja akaniconnect na mama mwingine anaitwa Nana Wanjao. Akona organization inaitwa Power Woman International. Hapo sasa ndio niliinuka. Aliponipatanisha na huyu mama anaitwa Nana Wanjao, Edna Lengu akaniletea Nana Wanjao, tukaenda kwa yule mjane ambaye mume wake aliangukiwa na lori ya mchanga. Hapo ndio tulianza kazi. Tukajengea huyu mama nyumba nzuri sana. Tukamjengea nyumba, tukamtoa katika ile hali ya shida ambaye yule mama alikuwa nayo. Sasa kupitia hapo Mungu akaanza kufungua njia kupitia huyu Nana Wanjao na akaniletea pia watu wengi. Nikapata madaktari kutoka India, kutoka kila mahali. Wengine wananiambia uko na watoto wangapi? Ninatuma fee structures ya orphans kwa marafiki zao. Wanalipia watoto school fees. Kwa sasa tumesomesha watoto tunaelekea 100. Yes. Sasa mtayarishi wa hii program unamuona pale akitumulika na ile mataa. Natuambia tumebakisha 3 minutes. Sasa sitakuuliza sources of funds ya hii organization. Na umesema maybe hii Christmas
mtu anaweza nunulia mjane mmoja na tumesikia ni kitu registered, ni kitu inatambulikana na serikali. Kama kuna mtu angetaka kukufikia, unaweza kukufikiaje? Kama kuna mtu anaweza taka kufanya donation, kuna swali hatukukuuliza, na nimeulizwa na mtu wako huku, umekuja huku kukaa ama unarudi? Ili sasa tujue kama ni Lemfi, tutanunua blanketi au gagano. Sasa tunataka ukienda ukitamatisha na ukisema kwa heri, utuambie mtu akitaka associate au collaborate with your foundation. Na unajua tumesikia ile kazi yote unafanya na mtu akitaka hata kukuita ukuwe motivational speaker wao, tuambie. Na kwa sababu sasa uko America, na uambie asante, uko kwa Pacific Towers, gorofa ya 20 na 21. Sasa wapie sasa, mtu akitaka kukufikia atakufikiaje? Ni usaidizi gani unaweza? You never know who is listening to us. Okay, ya kwanza na uwajibu kama umekuja kukaa au unarudi. Nataka kujibu hiyo vizuri. Mimi wacha nianzie kama kuna mtu anataka kunifikia ndio niseme ile ingine. Hapa Mungu amenisaidia. Last year nilikutana na mama anaitwa Lona Shompole. Ako Pullman. Akaniuliza swali nzuri sana. Kwanza msalimie. Mungu akubariki. Maybe anasikiza. Huyo ni mama yangu kabisa. Hebu angalia ile kamera umsalimie. Na amenitoa mbali sana huyo mama. Kwa sasa tunapoongea huyo mama ametujengea dormitory ambaye itaingia wasichana zaidi ya 300. Na tumejengewa na huyo mama ambaye anaitwa Lona Shompole ambaye yuko Spokane. Mtu mwingine ambaye sitasahau ni Andrew Ndelei, yuko Spokane. Andrew Ndelei alikuja all the way kutoka Spokane mpaka Kenya, akajengea mjane wetu nyumba ambayo ilikuwa imetrend sana hiyo story kwa mtandao. Ni mama ambaye alikuwa amekuliwa na kunguni na watoto wake, akaja akabomoa nyumba na akamjengea. Andrew Ndelei barikiwe. Jacob Sero ambaye ni sponsor wetu, anatulipia school fees ya watoto. Mungu akubariki sana. Anganga, Reverend Shi, Mungu akubariki, alituletea mzungu akatudrilia maji kwa organization yetu. Ni wengi wamenisaidia. Nikuje kwa hii ya kukaa. Na huku tabia tunafika aje? Unajua tumesikia uko down sana. Au kwanza tuje tusimame kukuja Wakenya ambao wanakuja Christmas. Msikose kunitafuta. Nitakuwa nyumbani, mkuje kunitafuta, leta bando lunga moja, leta mchele. Na kama hatutaweza kuja tutume. Na kama hutaweza kuja, namba yangu ni 0719 410 456. Na saa hii tunachangisha kujenga. Lona ametujengea nini ya PA au ni yako? Nini yangu? Unajua matajiri kama nyinyi mnakuwa na PA. Mnatupeaga namba tukipiga haiji. Ni yangu utalipata, na tunapiga simu sana. Hii hakuja kukaa, mimi sijakuja kukaa, maana Mungu ameniweka mzigo wa watu wetu wa kusaidia wale watoto, na ndakapokuja kukaa wataumia. So mimi sijakuja kukaa. Huwa ninakujaga tu. Unajua tumekuonaona huku. Nilikuja tangu tukienda pahali tunakupata ukiimba. Tukienda pahali pengine tunakukuta. Nilikuja 2016. Tukienda Gospel Outreach kwa Bishop Isaac Ndegwa tunakupata. Na kesho tena umetuambia tukupeleke PCA. Niko PCA kwa kule Takoma kwetu Kisanga, pasta Kisanga, niko kanisa yake kesho. Mimi sijakuja kukaa. Mungu alinipatia huduma ya kutetea haki ya mjane na watoto yatima. So kama nitakuja kukaa watateseka. Mimi huja ufanya huduma na kurudi. Kwa hivyo wewe ambaye umebaki unisupport nikiwa nyumbani, ufanye huduma badala yako. So mimi sijakuja kukaa na siko tayari kukaa. Bado sijapata hiyo mzigo. Nitarudi nyumbani very soon. Rudia namba yako. Namba yangu ni 0719 410 456. Hapa Marekani ni plus 254 2 plus ni plus plus 254 ni ya Kenya. Yes, lazima uweke. Wacha tuende pole pole. Ya Kenya ni plus 254 719 410 456. Nikituma bado ya gano itatokea jina gani? Joyce Mumeita. Joyce Mumeita. Hii iko tu hapa kwa screen. Okay. Yes. Okay, ya Kenya, ya Amerika?
America sija save. Ujasema nitaangalia hapa Tutaangalia umesave tutapeana. Haya, unasikia kama kuna kitu imebakia? Unasikia unaweza sema in 30 seconds. Kile ningependa kusema ni kwamba kuna wale ambao wanaendaga nyumbani. Hata kama si kwa Older tutafanya huduma. Jaribu mahali ambayo huko, kama umetoka Kiambu, kama umetoka Murang'a, popote pale umetoka Kenya, unapoenda Christmas, ningekuomba kwa niaba ya wajane wote, mimi si mjane, lakini kama mtetezi wa wajane na yatima, unapoenda nyumbani, usiende tu na kurudi. Lakini unapoenda, enda tafuta mjane moja, kula na yeye, shiriki na yeye. Tafuta mtoto ambaye hajiwezi, ambaye amekosa school fees, jaribu kutafuta njia tu ya kumsaidia, na mimi ninaamini ya kwamba huyu Mungu wa mbinguni atakukumbuka na atakubariki. Hata ukiwa Amerika, kama hujapata nafasi ya kurudi nyumbani, jaribu kufanya kitu nyumbani. Ili kesho upate kitu ambaye utakumbukwa. Okay. Yes. Tumeshukuru. Sijui kama ukirudi utatembea hapa Pacific tena. Nitatembea. Ama stairs. Ama umechoka sana na stairs? Hapana, sijachoka, nitatembea kabisa. Okay. Yeah. Tumeshukuru na tutafikisha show yetu hapo. Mimi wako naitwa Gary Prestige, nikimaliza show ya leo. If you would like to send money to Kenya or to receive money from Kenya and also to pay bills, you can use Lemify. Lemify is the app that we use to send and to receive money from Kenya. Until next time. Thank you. See you. See you. God bless you. Amen. It was a pleasure to host you here at Pacific Coast Television. Amen. Bye-bye. Thank you. Bye. Send and request money from your family, friends, and acquaintances with Lemfi. With Lemfi, you can send or receive money from anywhere in the world to parties with a phone number or a bank account on a zero transfer fee within minutes, including receiving money from Kenya. You can use paybill and TIN numbers to pay expenditure in Kenya using Lemfi. Every time you send $100, you'll enjoy $30 cashback across the world. Lemfi has the best rates and you can't afford to miss on your phone via Play Store or App Store. Use Lemfi today, and when asked for referral code, write Prestige and you enjoy the bonus. Be global with Lemfi today and enjoy bonuses on every transaction. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment.